Munajua tulikubaliana na nyinyi ya kwamba wakati tunapanga maendeleo ya Kenya, maendeleo ya kila sehemu ya Kenya ipangwe. Na ndio mimi nawaeleza watu wa Laikipia, pale nyuma Laikipia iliwachwa nyuma. Lakini mimi nawaambia leo, ile kuwachwa nyuma muliwachwa nyuma. Mimi nimeamua hamutawachwa nyuma tena. Tunatembea pamoja. Kila sehemu ya Kenya ni ya muhimu. Kila sehemu ya Kenya ni ya muhimu na lazima tupange maendeleo ya kila sehemu ya Kenya. Ndio ya kwanza nilisema tuajiri walimu zaidi. Ndio kila mtoto wa Kenya apate nafasi ya kusoma jameni. Tunaelewana? Na ndio sababu tumeajiri walimu 1,100 Kenya. Na nimemwambia huyu mrembo wenu Sara Korere ya kwamba yale mashule ya hapa, kama kuna mashule ambayo iko na upungufu ya walimu, anipatie majina ya hawa mashule, ndio mimi nipange wakati ninaajiri walimu niongeze walimu watakaokuja hapa. Ndio sababu hiyo vile vile tukasema tuhakikishe ya kwamba kuna usalama katika taifa letu la Kenya, ndio biashara, kilimo, ufugaji iweze kwenda mbele. Tumekubaliana ndugu zangu? Na leo vile vile nimekuja hapa kuhakikishia ya kwamba hii barabara ambayo imewasumbua miaka nyingi, barabara kutoka kule Nanyuki, si ndio? Hii barabara ya kutoka Nanyuki ikuje wapi? Mpaka Doldol, kilomita 60. Sikizeni watu wa Doldol, tumewapatia pesa ya serikali shilingi bilioni 4 kutengeneza hii barabara yenu. Na sikizeni, tayari tumemaliza kandarasi. Tuko na contractor anaitwa H. Young. Atakuja hapa in the next 2 weeks aanze hii barabara, na nimemweleza Doldol hoye, nimemweleza hii barabara aanze kule Nanyuki sehemu moja na aanze hapa Doldol, ndio ikutane katikati, ama namna gani? Si tuanze hapa Doldol na tuanze Nanyuki ikutane katikati? Wangapi wanasema tuendelee namna hiyo watu wa Doldol? Laikipia hoye. Na sio hii barabara peke yake. Tuko na barabara 6 mpya ya watu wa Laikipia ambayo tumeweka katika budget ya serikali, na tumekubaliana ya kwamba kilomita 217 mpya ya lami inajengwa hapa Laikipia. Kwa sababu Laikipia ilichelewa nyuma, ama namna gani jameni? Tunaelewana? Vile vile mimi naelewa watu wa Laikipia, hata watu wa Doldol. Huyu mjumbe wenu aliniambia mkitaka ID mnaenda Nanyuki, mkitaka sijui kipande mnaenda Nanyuki, mkitaka birth certificate mnaenda Nanyuki. Sasa leo mimi nimekuja kuanzisha huduma center hapa, na hiyo huduma center nimekubaliana hiyo huduma center miezi 3 iwe huduma center imekamilika, nilete wafanyikazi. Mambo yenu ya ID, mambo yenu ya kutafuta kitambulisho, mambo yenu ya kutafuta birth certificate, mambo yenu ya kutafuta huduma ya serikali, yote mtapata hapa mkiwa Doldol. Tuendelee ama tuendelee? Na nimekuja na waziri Ruku, waziri ambaye anasimamia hiyo maneno ya huduma ya serikali, huyu Geoffrey Ruku. Bwana waziri, tumekubaliana miezi 3 lete wafanyikazi wa serikali, mjengo itakuwa imekamilika, hawa watu wawache kuhangaika. Ni kweli ama si kweli? Mnasema tuendelee ama tuendelee? Nimeambiwa vile vile kuna maji ilikuja ikakwama mahali fulani, si ndio? Na wamama wanahangaika hapa. So nimekubali nitatoa pesa ya serikali mahali hiyo maji ilikwama, mimi nitakuamua nilete hiyo maji mpaka ifike hapa. Laikipia hoye. Vile vile tumekubaliana kupitia mpango wetu wa affordable housing
Hapa Laikipia tumeweka pesa bilioni 15 ya watu wa Laikipia tujenge soko 13 mpya hapa Laikipia. Na mimi nataka nimuulize Sara aniambie sehemu gani na gani imebaki ndio tuweke soko hapa Doldol. Mnasema tuweke soko? Tuweke soko Doldol? Muko na shamba ya kujenga soko? Iko wapi? Iko wapi? Hapa nyuma? Iko soko? Bas, mimi wiki ijayo nitatangaza soko, kandarasi ya soko ya watu wa Doldol iwekwe. Nitawapatia milioni 70 ndio tuwajengee soko ya kisasa hapa Doldol. Doldol hoye! Doldol hoye! Mnasema tuendelee ama tuendelee? Leo vile vile mimi nimekuja hapa kuhakikisha ya kwamba ile miradi yote ya serikali, hasa ile mpango ambayo tulikubaliana na nyinyi. Mimi wakati niliomba kura nilisema nitabadilisha mfumo wa mambo ya afya. Hatutaki mwananchi auze shamba yake ama ng'ombe yake ati kulipa gharama ya hospitali. Tunataka gharama ya hospitali ilipwe na serikali ya Kenya. Nyinyi mnanielewa? Na hiyo bima ya afya ya SHA, tumesema kila mwananchi ajiandikishe ndani ya SHA. Na mimi nataka niwashukuru watu wa Laikipia. Laikipia hoye! Sikizeni, nyinyi watu wa Laikipia mumefanya kazi mzuri kwa mambo ya matibabu. Leo nikiongea na nyinyi hapa, 60% ya watu wa Laikipia tayari wamejisajili ndani ya SHA. Watu 1,300 na karibu 70 wamejisajili ndani ya SHA kwa watu 1,518. So 60% of the people of Laikipia today are registered. Ile pesa tumelipa kama serikali kwa matibabu katika mahospitali zenu ni shilingi bilioni 1,800,000. 1.8 billion shillings has been spent in Laikipia County kulipia wale wameenda hospitali, wale wamekaa kwa wale wamekuwa admitted. Na mimi nataka niwahakikishie ndugu zangu wananchi wa hapa, nataka kila mtu ajiandikishe kwa SHA ndio tuweze kuwa na data ya kupanga mambo yenu. Madaktari tujue ni wangapi, dawa tujue ni kiasi gani, ile equipment ambayo inahitajika tuwaletee. Ndio mambo ya afya isiwe tena starehe ya matajiri, wale wako na pesa, wale wako na kazi. Tunataka afya iwe ni haki ya kila mwananchi. Tunaelewana jameni? Kwanza mimi nauliza nyinyi watu hapa Doldol, nyinyi mmejiandikisha kwa SHA ama mmekuja kuniangalia?